kusafirisha damu katika sehemu nyingine za mwili. Maana yake ni kwamba mwili ili uweze kusambaziwa damu katika viungo vyake vyote, tunapokea kutoka kwenye moyo. Hao ni wanadamu na biolojia inatueleza hivyo. Lakini pia tukieleza kutokana na neno la Mungu hapa, neno la Mungu linatuambia kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 23, anasema linda moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mshangilie Bwana Yesu kwa kuwa ndani ya moyo wako kunazo chemchemi za uzima. Sasa wacha nikueleze ya kwamba katika huo moyo kuna akiba. Manake kwenye kitabu cha Mathayo ni Bwana Yesu alikuwa anajaribu kufananisha ule moyo kama mti, kwamba mti mwema hutoa matunda mema na mti mbaya hutoa matunda mabaya, na katika akiba yake mti utambulikana. Kwa hiyo ninaweza nikakupatia tafsiri ya moyo kwamba tafsiri ya moyo ni uzima. Haleluya! Ni chemchemi, maana ni chanzo, source of life. Tunasema kwamba moyo kwa tafsiri ya neno tunaweza tukasema ni chanzo cha uhai. Nisaidie kusema chanzo cha uhai. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu moja ya kwanza ndiko zinakotokea chemichemi za uzima. Kwa hiyo mapigo ya moyo ya mwanadamu yanapokuwa yamestop, yanapokuwa yamekoma, mtu ule hatumuiti tena mtu, bali tunasema ni mwili wa mtu, amekuwa marehemu tayari, kwa sababu hakuna mapigo ya moyo yanaweza kuendelea tena. Wacha nikueleze ya kwamba mapigo yanapokoma, manake damu imeshindwa kusafirisha. Kwa hiyo moyo umeshindwa kuweza kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo yule mtu hatumuiti tena mtu, bali tunasema marehemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu ameumba hiki kitu maalum sana. Sasa sikiliza, Mungu anasema kwamba jukumu la kulinda moyo si jukumu la mtu mwingine, bali ni jukumu la mwenye moyo mwenyewe. Haleluya, haleluya. Lakini anasema ya kwamba huo moyo unabidi uulinde kuliko vitu vyote, maana huo moyo kuna chemichemi, sema kuna chemichemi za uzima. Kwa hiyo chombo muhimu sana cha kulinda